mambo hayo hadharani. Mambo hayo hadharani. Mambo hayo hadharani. Mimi nawashwa na switch. Sasa kitu gani kinakuleta mpaka mlangoni hapa? Shukrani mwenyewe bwana kama asante. Asante mwenyewe pia. Sawa mwenyewe kama matusi ya kwenu. Good boy. Sasa hiyo ndo mwenyewe vile. You bastard. Acha kunifuatilia wewe kenge. Nakustekwa pua wewe. Na sivyo. Ningekuumbua. Na nini sasa? Unaniumbua na nini? Bebe, hebu nitumbue chunusi hapo kwenye mfereji wa mgongo kwa chini hapo. Baby usijali. Ovyo wewe na umeshindwa kuingia ndani, acha niingie timizi wajibu wangu. Unaona ana faidi, njoo chukue vidonge kule umeviacha kule umeze. Toka. Unaleta mbwe. Mambo hayo hadharani. Mambo hayo hadharani. Ndio mzee wangu. Longa. Mimi bwana kiukweli mzee nina matatizo. Unaona bwana? Mimi nina shida. Hiyo. Na shida yenyewe wewe ujue ni mwanaume mwenzangu. Hiyo. Sawa. Yaani tunaweza tukaongea. Ingekuwa mtoto wa kike ningesema haiwezekani mimi na kuongea vitu ambavyo nataka kuongea hapa. Hiyo. Shida kubwa mzee wangu. Mimi bwana nimefumaniwa mwanaume mwenzio. Hiyo. Wewe mimi. Hebu puliza hapa. Au kuna mwingine hapa? Hebu puliza. Sasa nisikilize kwanza. Sio nipulize. Tunajua ndio. Wewe ni mganga unataka kunisikiza vizuri. Unataka kunitibia lakini nisikize shida yangu nimalize. Sawa. Mimi nilifumaniwa lakini cha ajabu yule mwenye mkewe yule. Yaani ananiongelesha vizuri yani. Ananichekea akiniona hata nikinulia mijino yake. Unaona bwana? Kuna mda mwingine twende tukapate kahawa. Akinikuta sehemu, umeona dodo? Dodo anaonyesha dodo. Njoo chukue dodo. Sasa nimempeleka sehemu ambazo za husika za serikali mwenzangu yani hana habari. Kwa hiyo mimi hofu yangu tusije tukauana. Asije kaniekea nyongo ya mamba mimi nikafuata taratibu. Au akanipeleka kwenye mwani huko. Akanibalalua. Kujisemea tesha. Iyo. Kwa hiyo mimi hapa niangalizie maono yako. Yaani unamuonaje huyu mbaba? Nia yake na dhumuni lake nini kwangu mimi? Iyo. Sija kanigea mwiba mimi. Iyo. Umefumaniwa? Nimefumaniwa kaka. Hebu puliza hapa. Mbona kama umeishiwa pawa? Wamekuacha salama? Wahenga wenyewe wanasemaga mzaa utumbua usaa. Kilichonikuta wala sio cha kumhadisia mtu. Baba ukiangalia kuna nyimbo mbili. Ukiangalia wenzetu pale ndio unapiga ile sasa ni lunch time. Tufunge makazi. Anana kwa supu ya kuku. Ndio pale. Sisi kwetu huko ndio inabaki ile. Wakati umewadia wa salamu za wagonjwa hospitalini, leo tunawapa pole. Ndo sisi hapa. Pole. Pwiruliru. Leo tunawapa pole. Pole baby. Ila mume wangu ndio umeyataka yote haya. Ila mume wangu, kwa nini usiachane nayo mambo tu? Wana nzito wanavokula pale. Tumekaa hapa tuna njaa. Ndani hatuna hata chochote. Mume wangu,
Mimi nakuomba achana na hayo mambo. Tuangalie tu maisha yetu kipenzi changu, sawa? Achana hivyo vitu. Leo umevunja nazi, wenzetu wanakuna wanapika. Kesho na sasa wenzetu sio na minofu ile pale wanasasambua. Sisi tunahesabia matonge tu na nyama. Unaona kitu sahihi hicho kweli? Unakula hadi ngozi. Hadi kichwa, unaona mkojana anavyofanya pale. Cheki mkojana anakula kichwa. Yaani. Baada kichwa mpe mkeo anakula yeye. Mimi natamani hata ingekuepo ndani pale wewe ungekuepo na nilisha sasa. Mimi natamani hata ingekuwa hivyo. Usiongee kwa nguvu na tunaonekana tujifanye kama sisi hatuna shida. Hatuna shida na njaa yenyewe hapa inauma. Tutakula push up. Kweli? Ukipiga push up unajazia. Kweli wangu. Wala usijali, jagi la maji lipo. Kishindikana sana tuenda kwa Mangi pale Karanga vifuko viwili. Unapiga kimoja jagi moja la maji na mimi napiga kimoja jagi moja la maji tunaishi. Njaa yako usimuonyeshe mtu. Kuna namna tumia ambayo naweza nikatumia. Kuna siku nitampata kwenye 18 zangu. Mwenye una hata 100. Sina 100. Hauna hata 100. Mimi je inaniuma. Chukua juu rusha mbali. Afu itaenda eh? Same wangu. Ila sio kwa nyama zile. Mwenye leo inaniuma najikaza. Una simu upige picha hapo ukasongea ugali. Hilo wazo zuri. Kachukue simu. Kuna vitu vingine nilikuwa tumia akili. Salama ndio maana na hofu kuja hapa. Ningekuwa kama ndo ashani nani singekuja hapa. Basi sasa. Mimi nataka nikusaidie wewe. Sibuyo. Hii dawa. Chungwe. Sasa unatakiwa unipe pesa shilingi 70,000 ili nikupe hii dawa itakusaidia. Hiyo. 70 hiyo. Sasa kinachokushangisha nini? Kaka. 70,000 kwa ubuyu. Sio ubuyu tu. Hapa kuna ukwaju. Kuna laza. Hivyo tukivichanganya wewe ndo dawa yako. Sawa. Sijakataa. Kwa sababu kwa mganga unapewa kitu kidogo tu inakuwa dawa. Mimi naomba kitu kimoja. Kwa mimi 70,000 sina mzee wangu. 70,000 sina. Sawa bwana. Kama itawezekana mimi uwezo wa kupata ukwaju nao. Stili pale kuna ndugu yangu anauza nani pale? Anauza nini? Bidhaa hizo za ubuyu, mikwaju na hiyo laza. Mimi nitachukua hivi nitakuja navyo mradi mimi nitibie ndugu yangu. Lakini 70,000 kaka sina. Hiyo michezo na hela sasa hivi hatari. Wewe mbona mjuaje? Sasa wewe ukienda kuvitafuta mizimu haitaipokea. Hizi dawa za kimizimu. Wewe mizimu si unaielekeza ukaenda kutafuta mwenyewe kwa sababu baba sinaongea na wewe unaongea. Tunabishana sasa. Unabishana na mganga. Basi. Unabishana na mizimu wewe. Kaka, katika pitapita zangu nimeenda hadi shambani uelewe. Yaani nimekuta jani limejaa na sasa hivi msimu wa mvua. Yaani pale tuseme yani likishuka tu mvua mejani ile inazidi kabisa kupanda juu. Yaani pale kama vipi tumtafute tu mtu akapalime bali kama mvua zikija pawe pasafi, maana tukiacha vile kaka kwa utakuwa msitu. Kamoze. Mimi sinaongea na wewe jamani. Au ndo nilikuwa naongea peke yangu? Ulikuwa unasema? Ina maana hapa mimi nilivyokuwa naongea nilikuwa naongea peke yangu. Una shida gani kwani kaka? Hapana. Mimi niko sawa tu ndugu wangu. Hapana. Ndugu yangu mimi nakujua. Tumezaliwa wawili tu. Japokuwa wewe ndio umetangulia kuzaliwa, lakini nakujua vizuri tu. Nakujua ukiwa na furaha, nakujua ukiwa umekasirika, nakujua hadi ukiwa na mawazo. Una mawazo na kuna kitu kinakusumbua. Sasa mimi nitakuwa na mawazo kweli afu nitashindwa kukwambia. 70 mimi sina ndugu yangu. Basi jitibu mwenyewe. Ngoja uone. Unaweza kuwa na mimi muongo. Ngoja nijifokoe. Unaweza kuwa na mimi muongo. Umeona Umeona kweli wewe huna kitu. Umeona? Umeona? Sasa sikiza nikwambie. Wewe unataka dawa? Tiba. 70 imekushinda? Sina. Sasa nisiwe mnafiki. Sina hapa hata nyumbani.
Kamleta jamaa hapa niwatibie. Nakuja naye vipi? Nimekwambia mtu aelewi. Yaani tunachekeana. Ni swala hilo alitaki kabisa kuliongelea mwezio. Ukimwambia tu swala hilo kunifumania ndo alitaki. Unataka tiba au unataka kubishana? Sasa tubishane nini rafiki yangu? Wewe mjuaje? Wewe mganga? Hapana. Kamleta jamani watibie hapa. Sawa. Sasa hapa unajua nikwambia kitu kimoja. Wewe mwanaume mwenzangu. Sawa bwana. Hii hali sasa unaiona imekuwa ngumu. Mtu sasa hivi aenda kununua sambusa ya nyama, anakula magamba, ile nyama analia ugali. Hali ngumu shehe wangu. Naomba nisaidie kitu hiki. Nakuomba, lakini kama nitakuwa nimekosea, samahani. Nisaidie buku tu, mimi nipande kibasi nirudi nyumbani kaka. Hii miguu nimekuja hapa kwa Ngondi. Nimetoka kule Mlingotini. Umeona? Yaani ukigusa inafanya dum kama gari iko silence. Nisaidie buku nakuomba, mimi nifanye nauli. Tapanda jelo kakangu, ukifika nitachukua sambusa zangu 5. Kaka maji nitakunywa. Nitakusaidia njiani. Nenda, nitakusaidia. Wewe umesema una nauli. Mdogo kuna mumunya, nenda. Kaka ubuyu mkali kwenye ulimi unakata huu. Ubuyu unakata au kwenye ulimi mkali na ujua au hujatengenezwa bado. Kwa mimi naokula. Wewe kwa sababu ulijua kuna 70. Kama ungekuwa unajua 70 hamna. Wewe usingetia mdomoni ushe. Wewe mjuaji wewe. Mimi? Wewe mjuaji. Nenda. Kale nakufanyia dawa. Sawa shehe. Nashukuru kaka bwana. Ila kutoa kuna Mungu shehe wangu. Nashukuru sana. Hakuna chochote ndugu yangu. Kuwa tu na amani, yani mimi niko sawa tu. Wala usijali. Na kama kungekuwa na kitu labda kinajisibu, ningekwambia tu. Nisikilize. Mficha maradhi, kifo umuumbua. Sio, umenielewa? Naona hata mwili pia ndugu yangu umepungua. Chiku. Waswahili wanasema ni bora kujifunza mengi na sio kujua kila kitu. Wewe bado ni mdogo sana. Wakati ukikuita utaitika. Hakuna kitu chochote ambacho nimekuficha. Sawa mama? Ina maana wakati wangu ukifika ndo naweza nikajua maumivu yako. Alafu mbona toka nije hapa wifi sijamuona? Huenda ameenda kutafuta kuni au amekwenda kuchota maji. Makubwa, ina maana tena wewe pia hujui? Tuachane nayo. Ulikuwa unazungumzia nini mara ya kwanza? Kwa kaka, mimi tatizo lako sipasi kabisa kulijua. Sawa. Ila kwenye ukweli utabaki kuwa ukweli. Na kwenye uongo uwaga unageukaga unakuwa ukweli. Hata maji pia ukichanganya na mafuta yanajitenga. Ipo siku utakuja kujitenga ukweli pamoja na uongo. Nilikuwa nazungumzia kuhusu shamba kule. Inabidi tutafute mtu apasafishe, maana kabla mvua hazijaanza. Na sasa hivi hiyo ndio jua linavyotoka ili kusudi majani yaweze kukauka. Kuna watu ajabu sana. Unafikiri? Hasa yule mmeo. Mme wako lefia na roho gani? Mme wako sio ana ujasiri gani? Mtu namfumania. Anajishusha yeye, anajisalimisha, anaenda mpaka kwa mjumbe. Unaitwa. Unakanusha. Kweli? Inawezekanaje hii? Mmeo yule sikufichi. Anataka kutafutia watu matatizo. Mimi mwenyewe nimeshindwa hata kuelewa. Maana nimerudi huko nyumbani alivyonitoa pale mkuku. Kanifokea, kanisema, unajua kunisema? Kanikataza kabisa. Hataki habari za mjumbe, sijui mwenyekiti, sijui nani. Hataki, kakataa, hataki kumpeleka huko tena. Na akasema kabisa hataki nirudie tena kumpeleka huko kwa mtendaji. Yaani nikiangalia vizuri roho ya huyu mume wako. Huyu mmeo. Na mtu ananikumbusha
na ndugu yangu mmoja hivi anaitwa Kai, alijinyonga kwa sababu ya kukomba mboga akasemwa. Wewe bwana, kama hivyo ndugu yangu, kiukweli mimi sina msaada mwingine wowote zaidi yako wewe. Kila kinachofanyika kinagonga mwamba. Nikasema bora nirudi tena kwako, tuangalie plan B, mbinu mbadala. Wenyewe wanasema MMB. Tunafanyaje mtaalamu? Yaani mimi cha kufanya hapo sina. Kwa sababu nimekupa masharti wewe umeyashindwa. Nimekuambia ukavunje nazi uzilete hujaleta. Nimekwambia kachinje kuku ulete hujaleta. Mimi nakusaidia vipi hapa? Yaani nimekubeba mgongoni bado utulie, wewe umepanda na viwembe unanichanja chanja afu unanipakaza pilipili. Huo msaada unatokea wapi? Sasa mimi kinachonichanganya mtaalamu, yule bwana atishike na vile vitu. Kila unachompelekea kwake anaona kama symbolization. Wewe ungemtisha na kama umeona kamchukua, ungepambana, ungekuja naye yule kuku. Wewe umemwachia sasa mimi nakusaidia. Ningeonekana mimi sasa pale ndo naleta ubaya. Na mimi sijataka kuonekana kama naleta ubaya, ndo maana nikanyuti zangu. Kamchukua mbele ya macho yangu. Yule pale kuku anaingia ndani. Kuku kaachia vikono hivi ananyaga bai, anaingia ndani. Ndoro ya huyo. Huyo anaweza kajiua. Na kama sio kujiua, atakuua ndani. Watu kama dizeni wana vinyongo hivi. Hao anakufa mara moja. Au wanakuua wewe mara moja wanaweza. Mimi ninachokiona sasa, huyu nampeleka ngazi za juu. Yeye anampeleka wapi huyo? Serikali za mitaa. Sasa sikiza nikwambie. Uko serikali za mitaa huko, nenda wewe na miguu yako. Usinishirikishe. Mimi niache kwa sababu yule mtu kagoma. Hataki kupelekwa sehemu yoyote. Mimi nachokuomba, we kama unaenda, nenda. Ila mimi sitaki unishirikishe. Yaani sitaki kabisa kushiriki huko. Sawa. Mimi sikushirikishi wewe. Humu ndani simshirikishi mtu. Ndio nafanya mimi peke yangu, si ndio? Ndio. Haya. Mimi na wewe. Naye anayekaa naye ndani yule jamaa. Mimi ndo naishi naye. Wewe ndo naishi naye. Ndio. Mimi sina kaa peke yangu. Ndio. Kwa hiyo nani anayezuilika? Kwa kaka nani anayezuilika? Mimi. Sasa sikiliza basi. Mimi naliacha kama lilivyo. Wewe kaa naye ndani ule. Asiutaki? Sasa mimi nakaa peke yangu. Labda nikiamua tu mwenyewe niseme naenda babalani, niende kukuta embe zangu ndio nakutana naye. Lakini hivi nimekaa tu, sio nani naye. Wewe unaona naye kila saa, kila muda unakutana naye. Amekunyonga ndani. We nenda. Sawa. Nenda. We baba nenda. Sasa mimi nakusaidia kwa mara nyingine. Nenda kanunue kuku mwingine. Uje nimfanyie dawa, ukamchinje pale. Hakikisha unamleta. Yule bwana akishamshika tu huyo kuku alete keki. Yaani itakuwa ngumu. Kikubwa hapa mimi nikusaidie wazo. Uwezo ukafanya utaalamu wako tukachukua mbwa tukampeleka pale tuchinje mbwa. Yani mambo vururu varara hayaeleweki. Kutwa kucha misara mala kafara visemezeki. Mala yule kakwara cha mwenze maelezo feki. Na usipojiganga mara hapa hautoshi wewe. Onuluru, onunuru. Mambo ayo.